Karibu, hii hapa ni Storyverse Swahili. Sasa leo tunaendelea tulipoishia, ambapo Ayubu alikamatwa na kuwekwa ndani. Sasa Ayubu anasema akiwa ndani ya mahabusu alikuwa anawaza ni kitu gani ambacho kimetokea, na kama je ameingia mtegoni au, maana hakutegemea kujikuta katika matatizo aliyokuwa nayo kwa wakati huo. Akiwa nafikiria, aliingia askari na alimuita kwa ajili ya mahojiano. Na ndani ya chumba cha mahojiano, Ayubu anasema chumba kilikuwa kimya. Anasema kulikuwa na meza ya chuma katikati na taa kali juu yake. Anasema upande mmoja aliketi Inspector Msuya, upande wa pili alikuwa ni Ayubu akiwa na uso wenye uchovu na macho mekundu. Inspector Msuya alimuuliza Ayubu, unajua upo hapa kwa sababu gani? Ayubu alikaa kimya. Inspector akasema, upo hapa kwa sababu jana ulikuwa nyumbani kwa marehemu Monica. Ni kweli? Kwa hofu na wasiwasi, Ayubu alijibu, ndio afande, nilikuwa pale lakini sikuua. Inspector akasema, tuanzie mwanzo. Ulifikaje pale? Baada ya kutokuonana kwa muda mrefu na Ivan, nilipata mawasiliano yake. Ivan alimpigia simu na yeye pia ndiye aliyemkutanisha na Monica. Na tulipokutana na Monica nilimsindikiza hadi kwake na tulikuwa pamoja usiku huo. Inspector akamuuliza, mlikuwa wawili tu nyumbani? Ayubu akasema ndio. Aliniambia alikuwa akiishi peke yake. Inspector alisema, mlikuwa mnafanya nini usiku wote? Tulizungumza muda mrefu kuhusu zamani, kuhusu maisha yake na tulishia pamoja usiku ule, Ayubu alijibu. Inspector anasema majirani wanasema kulikuwa na sauti ya kubishana kabla ya saa 8 usiku. Ayubu anasema ndio, ni kweli. Muda huo kuna mtu alipiga hodi. Alienda kufungua mlango. Baada ya mlango kugongwa sana, sikuzingatia sana maana simu yangu iliita, nikaa naongea na simu. Inspector Msuya aliuliza, hiyo simu ulipigiwa na nani? Ayubu akasema, akiwa ameinamisha kichwa chini, aliona aibu kujibu, lakini akajibu kwa sauti ndogo, mke wangu. Inspector aliuliza tena, nani? Wakati huu Ayubu anasema nikaamua nimjibu kwa sauti, mke wangu. Hapo Inspector akapata jambo. Unadhani inaweza kuwa mke wako baada ya kujua mahusiano yenu ndiye alihusika? Ayubu akasema hapana, haiwezekani, maana kabla ya jana sikuwahi kuwa na mahusiano na Monica kwa zaidi ya miaka 6. Haiwezekani, na mke wangu hajawahi kujua au kuhisi chochote juu yangu. Inspector akauliza, kwa nini kwenda naye mlangoni ukizingatia ilikuwa usiku? Ayubu anasema nilimjibu kuwa nilikuwa bado kitandani, nidhani ni jambo la kawaida, lakini pia nilikuwa mgeni. Inspector akasema, ingekuwa vizuri kaniambia kitu gani kingine ambacho ulisikia. Ayubu akafikiria, akasema okay, nilisikia neno moja. Monica alisema sikutaki chumbani kwangu, sikutaki. Baada ya hapo alipiga kelele mara moja na baadaye kukaa kimya. Anasema niliruka kitandani nikakimbia sebuleni kwenda kuangalia kinachoendelea. Nilimkuta Monica ameanguka chini huku damu. Ayubu alishindwa kuendelea, akashika kichwa. Ayubu anasema moyo ulikuwa unamuuma akikumbuka ile picha aliona usiku ule, namna Monica alikuwa amelala chini, damu zikimchuruzika. Alishindwa kuendelea kuongea, akaganda kwa muda fulani bila kusema neno lolote. bila kusema neno.
Inspekta akamuuliza, je, huyo mtu aliyekuwa anabishana naye ni wa kiume? Ayubu akasema sikumwona huyo mtu wala sikumwona alikoelekea, kwa hiyo siwezi nikasema ni wa namna gani. Inspekta akasema kwa nini majirani hawakumuona pia mtu mwingine zaidi ya wewe, walikuwa na wewe tu? Ayubu anasema kwa sababu ilitokea haraka na nilipotoka nje tayari alikuwa ameshakimbia. Mimi nilipiga kelele kwamba msaada, ndio maana watu wakaniona, na inawezekana kwa sababu nimeonekana ikawa sababu ya kunishuku. Inspekta anasema unaweza kuwa mshukiwa, lakini sio kwa sababu ya tukio la jana, maana wewe unasema mwana naye mara moja, lakini kuna ushahidi kwenye simu kuwa wewe ulimtumia ujumbe wiki iliyopita ukisema kama si wangu hautakuwa na mwingine. Ayubu alishtuka, akanyamaza, akawaza kwa muda. Akasema haiwezekani, afande, haiwezekani kwa sababu sikuwa na namba yake, sijai kuwa na mawasiliano naye. Afande, hilo haliwezekani. Inspekta akasema tunajua Ayubu, kuna wakati upendo ugeuka chuki. Upendo ugeuka chuki pale unaposhindwa kupata unachokitaka Ayubu. Ayubu akasema hapana, si kwangu, lakini afande, kama jana alinikubali kwa hiari yake akawa na mimi, na kwa nini una chuki? Na ukizingatia kwamba wakati nilipompenda ni zamani, lakini pia kwa nini nimuue wakati kama kuwa naye ilikuwa ni ndoto yangu na ndoto imeshaanza kutimia? Inspekta anasema inawezekana ndoto ilianza kutimia, lakini wasiwasi wa wewe kusema mkeo akijua ukawa mkubwa. Ayubu anasema nilinamisha kichwa chini nikiwa nimekosa jibu la kumpa. Anasema chumba kikawa kimya tena. Inspekta akiniangalia kwa makini, akifungua faili lenye picha za eneo la tukio. Inspekta alifungua makaratasi akasema hakuna alama za kuvunja mlango. Inaonekana Monica alimfungulia mtu anayemfahamu. Ayubu anasema nilinua macho polepole na nadhani nikapata neno kuongea ambalo kwa wakati huu nikahisi labda wanda ningemsaidia. Ayubu akasema labda kuna mtu mwingine katika maisha yake ambaye sikumjua. Inspekta alisema hilo ndilo tunajaribu kubaini. Niliwaza ni namna gani naweza toka katika hili au wapi ninaweza pata msaada, nikajikuta nikilipoka. Afande, unaweza muuliza Ivan, nadhani anaweza akawa anajua kidogo kuhusu Monica na maisha yake, lakini pia anaweza thibitisha kuwa sina kinyongo na Monica. Afande alisema tutaonana kesho, nitazungumza na Ivan pia nitaona tumefikia wapi. Siku ikapita. Siku iliyofuata asubuhi, uchunguzi ulianza upya na kwa kina zaidi. Anasema baada ya uchunguzi wake, afande alikuja jioni kwangu, akaniita, akanambia nimezungumza na Ivan. Ayubu anasema alitulia kumsikiliza. Afande akasema hakuna lolote alilosema linaloweza kukusaidia. Ayubu anasema nilishtuka, nikamuuliza kwa hasira, unamaanisha nini? Inspekta akasema amenieleza namna ulivyompenda Monica na namna ulivyomchukia kuona hakupendi, kiasi cha upendo uligeuka uadui. Nikasema ndiyo, nilimchukia, lakini si kwa kiwango cha kuua, lakini pia hiyo ilikuwa ni zamani, ilishapita. Inspekta anasema labda, ila akaniambia namna ambavyo uliwahi kutamani kuwachoma visu Monica na Sadiki kisa wivu. Akaongeza akasema kama umetenda kosa ni bora ukakubali na kuomba radhi, angalau unaweza kupata adhabu ndogo, tofauti na ukiwa unasumbua au unagoma kukubali makosa yako. Ayubu anasema aliwaza ni namna gani ambayo Ivan ameongea kufanya afande akaanza kufikiria kama mimi ni mhusika kwa namna hiyo. Maana ni kwamba namna alivyokuwa anaongea ilionyesha wazi kuwa aliamini kwamba
mimi ndiyo muuaji. Anasema Ayubu, nilihoji kwa hasira, vipi nikubali kitu ambacho sijafanya? Afande akasema, wahalifu wote husema hivyo, husema hawajafanya. Anasema nilijaribu kubishana kwa hasira, lakini niligundua kuwa niliinama kufikiri na wazo lilinijia. Nikasema kama mlango wa kuvunjwa inamaanisha aliyekuja Monica alimfahamu, na kama alimwambia usiingie chumbani kwangu, basi ni mtu ambaye alikuwa na mazoea ya kuingia chumbani kwake. Nikamwambia afande, aliyekuwa mume wake. Nikamwambia afande, aliyekuwa mume wake mfuatilieni, maana kama ni mtu ambaye anaweza kuwa alikuwa anaingia chumbani kwa Monica, mume wake inawezekana kama mmoja wao. Afande akanambia tulishaongea naye na wakati wa tukio yeye hakuwepo hapa mjini. Nikauliza alikuwa wapi? Akasema yupo Dubai na hadi sasa, na leo ndo walisema anarudi. Afande akasema kwa leo ni haya. Afande alisema kwa leo ni haya, lakini kabla hujaondoka kurudi mahabusu, ongea kwanza na mkeo. Aliongea huku akitoka. Sekunde kadhaa baadaye aliingia mke wangu akiwa amebeba mtoto wetu mdogo ambaye hajafikisha hata mwaka. Nilijisikia aibu usaliti niliofanya. Nilijisikia vibaya kuona mazingira nayoacha wanangu na mama yao. Na mama yao alisogea akaongea, uliona kuchiti tu haitoshi, ukaamua uwe muuaji sasa? Alioji mke wangu kwa uchungu na hasira, huku machozi yakimtoka. Sikuwa na neno la kusema zaidi ya kusema nisamehe. Nisamehe mke wangu, nilipitiwa, nikasaliti, lakini kusema ukweli sijaua. Ayubu anasema alimwambia mke wake huku machozi yakimtoka kama bwege, akitaka angalau mke wake amini kwamba yeye si muuaji. Wakati huo Ayubu anasema nilielewa ubaya wa kosa langu na namna wakati huu unavyoelekea kuivunja familia yangu. Niliwaza kesho yao sio yangu, na kwa mara nyingine nilijutia ujinga wa matendo yangu. Anasema mke wake aliendelea kuongea, anamwambia Ayubu, wewe sio binadamu unayestahili kusamehewa. Umeivunja hii familia. Yale yote uliyoyaita upendo imebaki hewa. Umepata kitu gani? Aliongeza kwa kusema kwaheri, naamini utapata kile unachostahili. Aliinuka na kuondoka. Ayubu anasema nilimtazama huku machozi yakinitoka. Nilishuhudia mlango ukifungwa baada ya yeye kutoka. Anasema niliwaza ni namna gani nimemuumiza, ni namna gani nimeumiza watoto. Nikakumbuka namna ambavyo tulikuwa na furaha mimi naye pamoja na watoto wetu wawili, lakini leo hii ndoa ishaingia doa na upendo ushapotea. Nilikaa pale nikifikiria ni namna gani naweza nikatoka katika haya matatizo, ni namna gani naweza nikaungana tena na familia, ni namna gani naweza nikaondokana na hii kesi. Lakini je, ni namna gani Monica aliuawa, na ni nani kahusika, na kwa nini afanya wakati ule ambao mimi niko pale, na kwa nini leo hii mimi nionekane muuaji? Ayubu anasema aliendelea kujiuliza maswali mengi ambayo hakupata majibu, maswali ambayo yalizidi kumuumiza moyo wake na kumfanya afikirie zaidi na zaidi ni namna gani atajinasua katika matatizo haya. Ayubu anasema alikuwa akirudi katika chumba cha Ayubu anasema alikuwa akirudi katika chumba cha mahabusu, kichwa kikiwa chini, anawaza namna gani anamalizana na hii kesi. Sijajua ni namna gani Ayubu atafanya ili kujikwamua katika matatizo alionayo, lakini usikose sehemu inayofuata ambapo tutakuwa tukimalizia story hii. Usisahau kusubscribe Storyverse Swahili.